Na msimu juzi tukiangazia kunako CAF Confederation Cup, tunaangazia finali ya Young Africans dhidi ya USM Alger ya Algeria. Bwana, kitu kilichopelekea Young Africans kushindwa kubeba ubingwa wa CAF Confederation Cup msimu huo ni kwamba Young Africans aliweza kuruhusu mabao mawili akiwa nyumbani. Ukizingatia CAF kuna ile utaratibu wake ama kanuni ambayo inamfova yule anayepata bao la ugenini kuwa na nafasi kubwa ya kuwania ubingwa. Bwana, Young Africans kwenye mechi ya marudiano iliyochezeka pale Algeria, Young Africans ameweza kumfumua USM Alger bao 1-0. Kumbuka yeye akiwa nyumbani aliweza kuruhusu mabao mawili, moja kwa moja kilikuwa ni kigezo tosha kilichomfanya Young Africans ashindwe kubeba ubingwa, ingawa alishinda mechi ya ugenini na wao walishinda mechi ya ugenini, lakini tofauti ikiwa ni mabao. Yeye aliruhusu mabao mawili, wao wakaruhusu bao moja, na moja kwa moja Young Africans akashindwa kubeba ubingwa huo. Vile vile katika msimu huu kunako CAF Champions League, hali kama ile iliyomkuta Young Africans inataka iwakute Mamelodi Sundowns. Ni mara baada ya kwamba mchezo wa raundi ya kwanza wa Mamelodi Sundowns dhidi ya Pyramid FC kunako finali ya CAF Champions League iliyochezeka pale South Africa, Mamelodi Sundowns amepata bao moja kupitia Costa ndani ya dakika 54 ya mchezo, lakini pia Pyramid FC amepata bao la ugenini kupitia Kariti ndani ya dakika 90 ya mchezo. Kutokana na kwamba Pyramid FC ameweza kupata bao la ugenini, basi inamlazimu Mamelodi Sundowns akienda pale Egypt mchezo wa marudiano raundi ya pili CAF Champions League anatakiwa apate bao. Otherwise game ikisha 0-0, moja kwa moja Pyramid FC anaibuka kuwa bingwa wa michuano hiyo. Lakini pia Pyramid FC akimfunga Mamelodi Sundowns hata bao moja kwa moja anakuwa ni bingwa katika michuano hiyo. Bwana, langu jina Geoffrey Mwaine Sokri. Wakati mwema, bye bye.